Sisi hatutaki mabaya ambayo tumefanyiwa na mfumo huu wa utoaji haki ya wakute watu wengine, na hasa wasiokuwa na sauti. Ndio maana sisi tumejitolea kuwa sadaka na sauti ya watu wengine. Na sisi hatutegemei uwakili kupigania haki za watu. Sisi tumeteseka sana. Mimi nimekaa gerezani miaka 2 kwa kesi ya uongo. Uongo kabisa ambao ulikuja kudhibitika mahakamani. Sasa kama mimi wakili naweza nikashtakiwa kwa kesi ya uongo nikateseka magereza miaka 2, wewe mtu ambaye sio wakili, ambaye hujui sheria, unadhani hao wanaweza wakakutendea au wakakulindia haki yako kwa namna gani? Haya mambo yanakera sana. Huyu anayetoa hili tangazo, mwanae hajawahi kushtakiwa, mwanae hajawahi kuwekwa jela, yeye mwenyewe hajawahi kushtakiwa, wala mkewe wala nani. Ndio maana wanaona kila kitu tunachokifanya sisi ni harakati. Lakini haya yanayofanyika, mimi naamini haya ni kulinda maslahi ya wakandamizaji haki. Nashtaki watu kwa uongo, mnashindwa kudhibitisha kesi zao, hamtaki mambo hayo ya ukandamizaji yajulikane, mnakuja kutoa makatazo ambayo hayafuati sheria wala hayafuati katiba. Wenzetu Kenya kesi zote zinaendeshwa mubashara. Sio klipu, Jambo TV warushe klipu. Mubashara, kesi inaonyeshwa hadharani. Nyinyi hapa kuonyesha kesi hadharani imekuwa ni siri. Tuliwahi sisi kuwa na utaratibu kwenye muhimili wa bunge. Bunge live, watu wanaona bunge linafanya kazi zake namna gani. Bunge chombo cha wananchi. Bunge ni muhimili wa dola. Mahakama nao ni muhimili wa dola, inapaswa kuiga kinachofanyika bungeni. Bunge live, kuongea na waandishi wa habari kesi ikiisha. Kwanza anayepaswa kulalamika ni mwenye kesi kwa mujibu wa kanuni. Kama itaonekana anayeongea ameathiri haki za huyo mwenye hiyo kesi. Na tunatarajia huyo mlalamikaji mwisho wa siku malalamiko yake yaje mahakamani. Sasa kama tayari mahakama imeshachukua upande, hiyo mahakama kesho inawezaje kutenda haki kama kuna mtu ataamua kupeleka malalamiko kwa hichi ambacho kinazungumzwa hapa? Kwa hiyo mahakama kuna haja wakati wote kubaki kama referee, isiwe na upande. Anayeathirika na hivi vitendo vya waandishi wa habari kuripoti hizi kesi, aende akapeleke kesi kunakohusika. Tutaenda kupambana huko. Tutajuana huko. Kuna watu wanafikiri kwamba msajili wa mahakama kuu ni Mungu, hakosei. Wanaokosea ni mawakili tu ambao ni mashetani. No, sheria ya nchi hii imeweka maadili kwa kila mdau anayehusika kwenye kazi zote, sio za sheria tu, kazi zote. Ndio maana hata kwa mfano kwa viongozi wa umma wana secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Kwa hiyo maadili ni jambo la msingi. Na tunapotimiza wajibu wetu, tunapotumia haki zetu za kikatiba na kisheria kuhakikisha maadili yanalindwa, haki inapatikana, isionekane tunavunja maadili. Kwani mara ngapi mahakimu wamekamatwa na rushwa? Mara ngapi? Ni maadili hayo sasa. Mara ngapi polisi walifuta kesi 1840 za kubambikizia watu? Polisi walifuta kesi hizo. Ipo kwenye rekodi. Leo wanaokumbushwa maadili ni nani tu? Ni mawakili tu wa kujitegemea. Haiwezekani. Nyie kama mna matatizo yenu na mawakili, tafuteni forum zingine, lakini sio kutumia visheria hivi ambavyo kimsingi havisemi hao mambo, kuonea mawakili, kuwasimanga mawakili. Mawakili wa nchi hii ni raia halali kabisa wa nchi hii, na kazi wanayoifanya ni kazi halali, kazi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, na wanapaswa kuifanya kwa moyo wote kuhakikisha kwamba nchi hii inapata ustawi kwenye eneo hili la haki. Macho bana. Kama ameweza kwa huyu hapa, vipi kuhusu wewe hapo na mimi? Vipi kuhusu wewe hapo na mimi?